Nimekukimbilia ewe Bwana, ili nisiaibike. Jehova na kuabudu, niko hapa nisaidie. Mimi hapa, mimi hapa, mimi hapa, mimi hapa, mimi hapa. Mungu wangu nisaidie. Nimewambia majirani zangu ya kwamba nimekwisha pata baba wa kunitoa mizigo yangu. Usiache Bwana nikaaibike. Mimi hapa, mimi hapa, mimi hapa, mimi hapa, mimi hapa, mimi hapa. Tangu kuzaliwa wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabii, yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu? Bwana sifiwe. Leo tunaenda kusoma kwa kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 9 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 3. Nitasoma. Hata alipokuwa akipita, alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabii, yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe naye wake. Bwana siwe. Amen. Hapa maandiko yanaeleza ya kwamba Yesu alipokuwa akitembea alimwona mtu mmoja, na alipokuwa na wanafunzi wake, wanafunzi wake wakamuuliza, ni nani kati ya wazazi wao Mungu na huyu Mungu, nani ambaye anatenda dhambi? Ndipo Yesu akawajibu ya kwamba si huyo mtu wala wazazi wake ndipo waliotenda dhambi, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yao. Bwana siwe. Amen. Sasa mwanzo tunauliza kwamba dhambi ni nini, na Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kwa ajili gani? Bwana siwe. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Yohana 3:16 ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana sifiwe. Sasa inabaki kwamba Yesu hakuja ulimwenguni ili Yesu hakuja hapa duniani ili Yesu hakuja ulimwenguni kwa ajili ya mwingine, bali ilikuwa tu kwa ajili ya dhambi. Mwanadamu alipoasi katika shamba la Edeni, alikosa uhusiano na Mungu. Mungu alipoumba mwanadamu ili mwanadamu amtegemee Mungu, lakini wakati alipewa agizo ya kwamba asikule matunda kutoka kwa mti ule, mwanadamu alienda akafanya vile na akamtoa katika bustani ile, na mwanadamu akaanza kujitegemea mwenyewe. Bwana sifiwe. Ndiposa Mungu alipoona hivyo, mwanadamu alikuwa akihangaika sana, na mwanadamu alipokuwa akihangaika, mwanadamu alikuwa hana kabisa. Sasa Mungu alipoona hivyo, akatuma mwanawe Yesu Kristo ili katika yeye aje ulimwenguni, ili mwanadamu yule ambaye alikuwa amepotea apate upatanisho kwa njia ya wokovu. Bwana siwe. Tunasoma kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 19. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akibadilisha ulimwengu na nafsi yake, asihesabie makosa yao naye ametia ndani yenu neno la Kristo.
Hapo Wakorintho wa pili maneno yanaweza kwamba wakati Yesu alikuwa katika ulimwengu, alipoenda msalabani na kufia dhambi zetu, maneno yanaweza kwamba Mungu alikuwa ndani mwake. Ndio maana wakati ukiamini Kristo, wewe unakuwa kiumbe. Bwana siwe. Amen. Na kiongoza inatoa ujue katika maisha yako, inakuja kwamba wewe mwenyewe au kwenda dhambi, bali kunaye yule babako ambaye ni Adamu. Adamu ndiye alikuwa baba wetu. Sasa Adamu alipoenda dhambi, wanadamu wote ama watu wote waliozaliwa kimwili walikuwa wameenda dhambi. Tunasoma kitabu cha Warumi mlango wa 5 mstari wa 12 na 13, nasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. 13 nasema maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haisafiri isipokuwa sheria. Basi hapo mali sasa, Yesu alipokuja katika ulimwengu, alikuja ili awatoe wanadamu katika dhambi, ambapo ukimwamini Kristo Yesu kwa kazi aliyofanya msalabani, hapo utakuwa mtakatifu. Basi tunasoma kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 16, inasema hivi: mstari wa 15 inasema hivi: ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza ni basi. Kristo alikuja ulimwenguni ili akuokoe wewe. Kristo alikuja ulimwenguni kuondoa vitu wanadhani kwamba wanapoona watu wanatembea kwa magari, watu wakitembea kwa magari, watu wakifanya maisha mazuri, wao wanaona kwamba hayo ndio maisha inafaa watu waishi. Lakini Kristo Yesu hakuja kwa ajili ya hiyo. Kristo Yesu alikuja ili sisi ambao tulikuwa tumepotea, ama sisi ambao tulikuwa hatuna neno la Mungu, tupate upatanisho kupitia kwa yeye ambaye alifanya dhambi, ili sisi ambao tulikuwa wenye dhambi tupate haki katika yeye. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Maandiko yanatuambia yeye asili ya dhambi alifanywa kuwa dhambi. Yeye asiyejua dhambi alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Bwana siwe. Amen. Kristo Yesu alichukua makosa yetu. Kristo Yesu alitwikwa mambo ambayo sisi tulifanya maovu, ili sisi ambao tulikuwa hatuna neno la Mungu, ama ambapo sisi tulikuwa hatuna uhusiano na Mungu, ili yeye awe upatanisho yetu na Mungu. Bwana siwe. Amen. Ningependa kuwatolea sura moja kwa katika maisha yangu. Bwana siwe. Mimi nilipokuwa nikifanya maisha yangu, nilikuwa sijui, yaani nilikuwa naishi kama mbuzi. Yaani mbuzi anaishi katika zizi, anaenda zizi. Bwana siwe. Sasa mimi nilipokuwa nikifanya maisha yangu kabla ya kumjua Yesu, nilikuwa naishi maisha mabaya sana. Yaani nilikuwa naishi maisha ambayo sijui Mungu, sijui kuna
ukombozi, sijui kama kuna uokovu. Sasa maisha yangu yalikuwa mabaya hadi nilipokuwa nikija hapa Mombasa, familia waliamua wakuje wachukue nini bana siwe, lakini Mungu alikuwa na sababu ya kuniweka Mombasa, na pia Mungu alikuwa na sababu ya kufanya niendelee na maisha ambayo nilikuwa naishi siwe. Sasa miaka ilipokuwa ikisonga, maisha yangu yalikuwa bado yale, lakini kuna siku moja nilichukua nafasi nikaenda katika kanisa la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Nilipoenda katika kanisa nilihubiriwa injili ya kweli. Nilihubiriwa injili ya msamaha wa toba na msamaha wa dhambi. Nilipoamini ile neno, Mungu aliniosha akanitakasa na nikakuwa mwenye haki. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wewe mahali wakati unaishi, shida yote yenye unapitia, changamoto yenye unapitia, tumainia Mungu. Jua ya kwamba yeye aliyekuumba ana sababu alikuumba. Yeye aliyekuumba akakuweka katika dunia hii, hakuumba bila makosa. Bwana asifiwe. Amen. Mungu habatishi. Mungu anaumba mwanadamu ili mwanadamu amtumikie. Mungu anaumba mwanadamu ili mwanadamu amtegemee. Lakini sisi wanadamu tunapokaa katika dunia hii, tunapopata changamoto kidogo, sisi watu tunatoka katika uwepo wa Mungu, tunaanza kujitegemea. Hapo ndipo unapata ya kwamba mtu amejidonga kwa sababu mateso na dhiki imeingia ndani mwake. Hasa anakuwa hana otherwise, anaona kwamba afadhali tu ajitoe uhai kwa sababu hana matumaini. Jambo la leo ningependa kukuambia kwamba hata hiyo changamoto yenye unapitia, hiyo shida ama dhiki ama ugumu yenye unapitia, jua kwamba kunaye yule ambaye ana uwezo. Yesu Kristo alikuja kwa sababu ya dhambi, alikuja kwa sababu ya shida ambayo tunapata hapa duniani. Sasa unapomtumikia Yesu ama unapomtumikia Mungu, unapomtegemea Mungu, Mungu atakusaidia. Tupate maombi.